Bwana, leo tuna hii hapa stori ya kusisimua sana ya mdada aliyenasa katika hiki hapa kisiwa. Babake unaambiwa hakuna mtu yote katika hiki hapa kisiwa, inabidi kuishi na kutumia mazingira yanayomzunguka mrembo. Dala leki, kama una roho ndogo uweze kuangalia hapa movie na uweze kuishi katika hiki hapa kisiwa. Saa kumbe jitihada zile zote za huyu binti kutafuta chakula ni kwa ajili ya kuja kuokoa maisha ya rafiki yake. Alipata dafu na kulifanya kuwa kama maji ili aweze kumuokoa rafiki yake, lakini tayari alikuta kashafariki. Oyewe, hii ni noma sana, mtu wangu mrembo anajikuta peke yake katika hiki hapa kisiwa. Sasa huyu mdada anatupatia stori akisema kwamba jina lake anaitwa Ani. Usiku uliopita meli aliyokuwa kapanda ilipata ajali. Katika harakati za kujiokoa alifanikiwa kupata life jacket na maji yakawa yamemkokota yeye na rafiki yake waliyekuwa wakisafiri pamoja hadi kwenye hiki hapa kisiwa. Hali ya rafiki yake ilikuwa ni mbaya sana, hivyo alijitahidi kumkokota hadi kwenye ufukwe hapa. Hiki kisiwa mchana kinaonekana vizuri sana na chapendeza, lakini ifikapo usiku kisiwa hapa kinabadilika na kuwa kama kambi ya vita. Ani anasema kwamba hadi pale alipompoteza rafiki yake na kubaki peke yake kwenye hiki hapa kisiwa ndipo alipofahamu kwamba hiki ni kisiwa cha ajabu sana. Tukirejea katika movie, Ani anasema kwamba alimwacha pale rafiki yake na asijue cha kufanya, kisha akaingia ndani kabisa ya hiki hapa kisiwa. Babake ile kutembea tembea kidogo sikakutana mkoba umetundikwa pale kwa juu kama vile kuna mtu kamtegeshea hivi. Ile kwa woga mwingi kabidi kujikaza na kuvaa roho ya kiume, kisha kaanza taratibu kuusogelea ule mkoba. Anatamani atampate mtu wa kuweza kumuuliza chochote kitu kuhusiana na hiki hapa kisiwa, lakini kisiwa ni tulivu kimya, wala hakuna hata sauti ya mtu yoyote yule. Sasa ndani ya ule mkoba alikutana na vidawa hivi, inaonekana ni vya muda mrefu sana. Hii ashiria kana kwamba kuna mtu alishawahi kuwa hapa kabla. Unaweza jiuliza, je, huyo mtu kwa sasa yuko wapi na nini kilimtokea? Basi katika kuangaza sana akapata deli. Ndani yake kulikuwa kuna vinywaji kama vile koka yenye mililita 600, kiasi kwamba ni ngumu sana kuipata koka ya aina hiyo kwa sasa hivi. Katika kutazama sana alipata paka matenti, lakini pia hata begi na baadhi ya midoli, kiashiria kwamba hapa miaka ya nyuma kuna familia iliwahi kufika hapa, nadhani ilikuwa imekuja kama picnic. Sasa issue inakuja ni kwamba kwa nini uondoke kwenye hiki hapa kisiwa na kuacha vitu vyao vyote? Hapa lazima kuna kitu hakipo sawa. Ani alizidi kukitembelea hiki hapa kisiwa, mwishowe akaja akarudi mpaka pale alipoacha mwili wa rafiki yake, kisha akaufunika na makuti ama majani ya mnazi. Babake ni usiku wa kwanza mdada akiwa kwenye hiki hapa kisiwa, ni sauti za ajabu tu zinasikika. Mdada alijikaza. Hatimaye sasa ni asubuhi yaliyopita usiku, Ani aliamua kuyakaushia kama vile kusikia chochote kile, kisha akaenda mpaka ufukweni na kuanza kokota samaki wote waliorushwa kutoka baharini hadi ufukweni. Sasa cha ajabu anamuona papa mkubwa amechanachanwa na kurushwa ufukweni. Je, ni mnyama gani anaweza kafanya hivi kwa papa mkubwa kama huyu? Bado pia haya ni maswali ambayo Ani anaendelea kujiuliza, lakini yote anayoyaona na kuyasikia anaamua kukaushia ili tu yasiweze kumtia woga moyoni, na kiendelea kujipatia matumaini kwamba aidha chochote anachokiona na kukisikia basi ni masikio yake yamesikia vibaya, lakini pia hata na macho yanatazama kwa woga. Alishika moja ya dali iliyokuwa ndani ya ile pale deli, lakini maandishi tayari yameshafutika, hakuna maneno yoyote yanaonekana. Mwisho aliona picha ya baba na mtoto walikuwa wakicheza na kufurahia, baba akiwa amevaa maski. Ani hakutaka kufikiria vitu kwa undani zaidi ili kuogopa kutojitia uoga. Basi katika tembea ndani ya hiki hapa kisiwa alipata mawe yamechorwa alama fulani hivi, ni kama herufi zimechorwa kwenye hayo mawe, lakini pia ziko mbalimbali sana, mpaka utulie ndipo unaweza kuelewa nini maana yake. Hili nalo pia Ani aliamua kuliacha, kisha akaendelea na mishe zake. Sasa yapata siku ya pili ndani ya hiki hapa kisiwa, alipokuja kurudi kwenye mwili wa rafiki yake tayari ukuta umeanza kuoza, hivyo ilibidi kuvuta pembeni na kuchimba kaburi dogo, kisha akamzika pale rafiki yake pembezoni mwa ile beach. Hatimaye sasa ni usiku mwingine tena katika hiki hapa kisiwa. Ani alijitengenezea samaki wake fresh baada ya kupata kiberiti kutoka kwenye yale mabaki ya watu. Alikula kisha kalala vizuri tu. Kwa mara nyingine tena palikucha kwa usalama. Sasa cha ajabu ni hiki hapa, katika pitapita akapita paka eneo ambalo alimzika rafiki yake. Babake alikuta damu tu na baadhi ya vipande vya nyama, lakini mwili haupo. Hii sasa ndio ilizidi kumchanganya bibie na asiamini kile anachokiona. Vyote alivyokuwa akiviona alikuwa anavipuzia like hapa. Awe kilimdatisha, akaona hapa bila kujihami atageuka naye kuwa msosi, basi ikabidi kuchonga mkuki kwa kutumia mawe yaliyochongoka. Woga na wasiwasi mwingi vilimjaa mdada wa watu. Usiku alijitahidi sana kutofumba macho, lakini usingizi ulimzidia mdada, akawa amepitiwa tena usingizi kwa mara nyingine. Hatimaye ni asubuhi. Aliposogea beach kwa mbali zaidi aliona kuna briefcase ikielea, basi alijitosa paka ndani ya maji ili akachukua hiyo briefcase, lakini alipozama kidogo kwa ndani aliona kuna shimo kubwa sana. Alijiuliza kwa sekunde kadhaa, vipi kuhusiana na hili hapa shimo, na linaonekana ni refu sana, lakini kwa yote alichukua briefcase yake kisha akatoka paka
kutoka kwenye bahari na kuelekea ufukweni. Ndani ya hii hapa briefcase alikutana na baadhi ya nguo, lakini pia hata viatu, vitu ambavyo vilimsaidia yeye kuweza kujistiri. Lakini sasa kuonekana kwa briefcase katika hiki hapa kisiwa yaonesha kwamba kuna watu wengine pia tena wamepata ajali huko ya meli. Ni usiku mwingine tena kwa Anne akiwa kwenye hiki hapa kisiwa peke yake. Alianza kuangalia kitu kimoja baada ya kingine vilivyokuwa ndani ya ile briefcase. Alikutana na picha moja nzuri sana ya wapendanao. Mara kidogo akasikia kama vile mlio wa ndege ukipita maeneo haya hapa. Anne alitoka fast akikimbia kuiwahi ndege na kupiga kelele sana, lakini hakuna majibu. Alichokifanya Anne ni kulipua baruti nyekundu ya uokozi aliyoikuta ndani ya ile briefcase. Sasa hii baruti ikawaka kuelekea baharini. Moja kwa moja kwa Anne akiita kwamba tafadhali naombeni muangalie baruti, akipiga kelele. Lakini ndege ilikuta imeshafika mbali, hakuna majibu yoyote, na taratibu huu mwanga wa baruti uko unashuka kwenye bahari. Bwana huu mwanga uko umemulika kiumbe cha ajabu sana, na hiki kiumbe kikafahamu kwamba kumbe kuna binadamu ufukweni. Anne fast alikimbia kuzima moto, kisha akaelekea sehemu kwenda kujificha, kwa sababu alijua kabisa kwamba hiki kiumbe kinaweza kikaja upande wake. Ni hatari sana mtu wangu, sikwambie mtu. Mdada akiwa peke yake amejituliza taratibu akitetea nafsi yake. Sasa Mungu saidia, usiku ulipita na sasa ni asubuhi. Anne anaoga taratibu kwenye hii hapa bahari. Kwa mbali anapata kuona kama kuna lifeboat ikija maeneo yake. Ilibidi fasta kuacha alichokuwa akifanya kisha kuelekea mpaka kwenye hii hapo lifeboat. Baada ya siku 4 au 5 anafanikiwa tena kumwona binadamu kwa mara nyingine. Kidogo iliweza kumwongezea ujasiri Anne. Basi waliofikisha mpaka ufukweni, na pengine hawa ndio wale watu waliopata ajali hadi kuweza kuipata ile briefcase. Lakini Anne hakuwaficha, aliwaambia yote kuhusiana na mauzauza yaliyoko ndani ya hiki hapa kisiwa. Mtu na mpenzi wake hawakuweza kumwamini Anne kabisa kwa kile anachokisema. Walisi ni kama Anne anawadanganya na ni kama vile anawatia hofu, maana Anne alikuwa akilazimisha kwamba tufanye mpango wa kuondoka haraka, lakini wao wakidai kwamba walikuwa baharini kwa muda wa siku 2. Hivi sasa wamepata nafasi nyingine ya kuishi tena kwenye hapa kisiwa baada ya kuwa baharini kwa muda wa siku 2 mfululizo. Tena Anne anakuja kuambia warudi baharini kule kule walikotokea. Wanamwona kama Anne ni kichaa na amedata kwa yale aliyokutana nayo peke yake hapa. Basi pakatokea na majibizano ya hapa na pale, lakini wazo la Anne pekee ni kuondoka kwenye hiki hapa kisiwa kwa yale aliyoyaona sio salama kabisa. Wakati mtu na mpenzi wake kwa wamekaa wakiendelea kupata stories hapa na pale, Anne aliamua kuchukua vitu vyake vya msingi vyote kisha kuamua kuondoka na kuwakimbia hawa. Aliwaibia ile lifeboat yao, wamekaa wakiangalia, mara wanashangaa kumwona Anne anataka kutoroka na ile lifeboat yao waliokuja nayo kwenye hiki hapa kisiwa. Babake fasta mchaka inabidi kumwahi Anne ili asiweze kutoroka na hii hapa lifeboat. Mpambano kati yao ulikuwa ni mkali sana na mkubwa, kisha mke wa huyu hapa jamaa akachukua kitu na kumpiga kichwani Anne. Ile mdada anakuja kupata fahamu tayari ni usiku, amefungwa mikono na miguu. Alishtuka na kuambia kwamba naombeni mnifungue kwa sababu usiku kama huu ndio hatari inakuwa kubwa. Lakini huyu mwanamke anachodai ni kwamba amekuwa baharini kwa muda wa siku 2 mfululizo, hivyo kurudi tena kule ni swala ambalo haliwezekani kabisa. Ni bora waendelee kuishi na kutengeneza makazi yao kwenye hiki hapa kisiwa. Mdada tayari ameanza kupanga maisha yake kwamba wamekubaliana na mpenzi wake watakaa kwenye hiki hapa kisiwa, watajenga nyumba na watazaa watoto mpaka pale meli ya kuja kuwaokoa watakapofika. Sasa pamoja kuwa Anne aliwaomba sana waweze kumfungulia kwa sababu usiku kama huu na pale mwezi unapokuwa umetoka, viumbe navyo pia vinatoka ndani ya bahari kuja kwenye nchi kavu. Anawaomba wamfungue kisha wengi wote ndani kabisa hiki hapa kisiwa kwa ajili ya usalama wao tu. Kukaa maeneo ya karibu na hii hapa fukwe ni hatari sana kwa maisha yao. Sasa mchumba wa huyu mshikaji alikuwa baharini, mara aliokota samaki ambaye tayari ameng'atwa kama na kiumbe hivi. Upande wa pili jamaa naye anamwambia Anne kwamba hawezi kumwamini tena kwa mara nyingine, maana wanajua kwamba kama wakimfungua basi anaweza kaondoka na lifeboat yao, hivyo atalala hapo hapo kwenye mti akiwa amefungwa, na kama kuna kiumbe chochote kile cha kuja basi yeye ndo atasimama kwa kama chambo, lakini pia yeye ndo atasimama kwa kama alarm kwa ajili yao kuweza kukimbia ndani kabisa ya hiki hapa kisiwa. Mwamba anaongezea zaidi kukisifia hapa kisiwa kwa kudai kwamba ni kisiwa ambacho kizuri, kina hewa nzuri na safi. Iweje kiwe na mambo ya ajabu kama jinsi ambavyo Anne anavyowaambia, alisi kama vile ni fix tu. Anne anawaomba mpaka anataka kulia kwamba mtapoteza maisha yenu, naombeni nisikilize kwa sababu nimejionea kwa macho yangu mpaka na pia hiki kisiwa sio salama kabisa kwa maisha yetu, ni bora tuingie ndani zaidi baharini, tunaweza tukapata msaada huko, lakini kuendelea kubakia hapa ni kuhatarisha maisha yetu, lakini pia tukingojea kifo kuja kutufuata hapa kwenye hapa kisiwa. Sasa babake ile jamaa ameconcentrate kumsikiliza Anne, anasikia sauti nyuma, anakuja kugundua kwamba ile ilikuwa ni sauti ya mke wake akiita msaada. Mwamba ikabidi kuwahi fast, akauchukua ukuni wenye kuwaka moto kisha
akamfuata mpenzi wake. Mbele alikutana na kiumbe cha ajabu, akaanza kupambana nacho. Upande wa pili, kicho kiumbe kimemshika mpenzi wake na kumning'iniza kama vile mnyama. Ni kiumbe kikubwa hatari. Kwa bahati mbaya, alipokuwa ameondoka kule, alimwacha Anne baada ya amemfunga kwenye mti. Ile Mungu saidie babake asikwambie mtu mdada anajitahidi kujifungua pale, ikawezekana. Lakini tayari mke wa mchizi ameshaenda na maji, ni damu tu inaonekana baharini. Mwamba alibaki kumuita mpenzi wake kwa majina yote alikuwa akimuita wakiwa pamoja. Anne alimuita na kumstua wakimbie, na ndipo na yeye akili ikamwijia kwamba bado yuko hai, inabidi kukimbia kuiokoa nafsi yake. Kesho yake asubuhi na maumivu moyoni, tayari wameshampoteza mtu mmoja, wamebakia wawili tu kwenye hiki hapa kisiwa. Kama kawaida, wakati wa mchana bahari inaonekana vizuri sana na tulivu, ikisaidia kupeleka mawimbi na upepo tulivu ufukweni. Minazi na mimea yote inayopatikana ufukweni inashangilia na kucheza juu ya upepo unaotokea baharini, na hivyo kukifanya kuonekana ni kisiwa kizuri sana wakati wa mchana, haswa kwa watalii. Kina maua mazuri yenye kuvutia ya kila aina. Uoto wake wa asili ni mbichi wenye kuvutia macho, lakini huwezi ukaamini kwamba kupendeza kwake basi ni nafsi nyingi sana za watu zilizopotea ndani ya hiki hapa kisiwa. Sasa jamaa ilimbidi kulikubali wazo la Anne kuweza kuondoka kwenye hiki hapa kisiwa kwa sababu tayari ameshaona hatari iliyoko. Waliingiza lifeboat yao baharini na kisha kuanza safari tayari. Mwamba akiwa na machungu sana juu ya kifo cha mke wake kwa sababu ameshindwa hata kumzika. Anashangaa babake baada ya kuendaenda mbele kidogo, maji yanaanza kujizungusha karibu na boti yao. Oya we, hii ni hatari sana mtu wangu. Ndipo jamaa anagundua kwamba hawako salama tena. Alimwangalia Anne kwa taratibu na kugundua kwamba yeye pia macho yake yamevumbwa na hofu. Ghafla boti yao iliweza kupigwa kidogo na kisha kuanza kuzungushwa kwa kasi ajabu. Mara kuna kiumbe kikatumia makucha yake kuanza kuitoboa hii boti. Ni wakati ambao tayari kifo kinawazunguka, lakini hauwezi ukafa kama siku zako za kufa hazijaweza kufika. Babake ni kiumbe wa hatari sana aliyeweza kuonekana hapa. Yaani jini sio jini, shetani sio shetani, yani haeleweki hata. Maskini Anne akiwa amejikatia tamaa, kiumbe alimvuta na kushuka naye chini kabisa ya bahari. Lakini bado tu Anne aliendelea kupambana kwa ajili ya uhai wake. Wakati huyo kiumbe amemkumbatia Anne ili ashuke naye chini kabisa kwenye makazi yake, Anne aliweza kumchoma na kitu. Ni lile jiwe lililochongoka ambalo alikuwa akilitumia kuchonga baadhi ya mikuki yake. Na ndipo kiumbe kikamwachia Anne. Ile unakiona kiumbe hicho mtu wangu. Sasa baada ya kuwa kiumbe kimemkosa Anne, upande wa pili jamaa akiwa anajitahidi kuogelea, kiumbe kilifika kikamvaa kisha kikaanza kushuka naye chini kabisa. Anne alitazama tu na asiweze kufanya chochote kile kwa sababu hakuweza kutoa msaada wa aina yoyote ile. Alijitahidi kuogelea kwa haraka alivyoweza ili kuiokoa nafsi yake. Na hatimaye kwa mara nyingine tena Anne anafanikiwa kufika nchi kavu. Ni kule kule alikotoka, ni kule kule alikopakimbia, lakini tena ameyarudia maisha yale yale ya upweke kama aliyokuwa nayo awali. Basi alianza kuandika diary ili kama kuna mtu mwingine atakaye kuja tena kwenye hapa kisiwa asome na aweze kuelewa namna ya kuishi kwenye hapa kisiwa na taratibu zote wakati akisubiria msaada. Kisha akaweka saini pale ya jina lake ili kama kuna mtu akafika labda chochote kile kikampata waweze kuelewa kwamba alifia katika ile hapa eneo. Sasa babake mdada kama kujipanga kwa ajili ya vita, mchana mzima akaandaa silaha kwa ajili ya kupambana na hiki kiumbe. Maana alijua kama hawezi kuondoka basi hiki kiumbe kitaendelea kumwinda siku moja baada ya nyingine asipopambana nacho na kukiua. Kweli bwana, muda ulipofika kiumbe kilitoka baharini uso kwa uso na Anne. Alianza kupambana nacho bwana kwa kukichoma mikuki aliyokuwa kichonga. Ilikuwa ni ngumu sana kupambana na hiki kiumbe kwa sababu kina nguvu lakini pia ni kikubwa sana. Babake kama una roho nyepesi hawezi ukapata ujasiri wa namna hii. Zaidi na zaidi unaweza ukakaa kusubiria kifo pekee kije. Lakini Anne aliona kwamba kulikoni kukaa kusubiria kifo ni bora afya akiwa anapambana. Kwa bahati nzuri huwezi amini, mikuki ile mingi iliyomwingia kiumbe kumbe iliweza kufika sehemu mbaya. Huwezi amini, binti mdogo anafanikiwa kukiangusha kiumbe cha ajabu sana ambacho kimekula watu na watu kwenye hapa kisiwa kwa karne na karne. Anne alikipiga sana mpaka kuhakikisha kwamba sasa akipumui kabisa na kukichinja kutenganisha kichwa na kiwiliwili. Itosha tu kusema kwamba Anne amefanya kazi kubwa na nzuri na ya kupendeza, maana amesaidia maelfu na maelfu watakokuwa wanakuja kwenye hiki hapa kisiwa. Hivi sasa hiki kisiwa ni salama kabisa na shwari, si mchana wala si usiku, kimejaa matunda ya kila aina. Hivyo Anne ataishi hapa akisubiria msaada. Anasema kwamba na kama huo msaada hautokuja kwa wakati, basi atayafanya kuwa makazi yake ya kudumu. Na huu hapa ndo unakuwa mwisho wa hii hapa story. Kama kuna sehemu hujaelewa unaweza ukanicheck kupitia WhatsApp namba ya 0682430392. Kwa insho zote za collaboration, business, matangazo unaweza ukanicheck kupitia WhatsApp namba hiyo. Ulikuwa ukisema nami DMD Original Voice L kutoka E7 Pass. Subscribe hapa channel mtu wangu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa kila movie inapokuwa naweka YouTube. Lakini pia kufanya hivyo utakuwa umejiunga na familia hii kubwa ya Movie Recap. Au hautaki mtu wangu? E7 Pass.